Habari msikilizaji na mtazamaji wa Mtambala TV. Leo tunajifunza kurekebisha kifaa cha umeme ambacho kinaitwa cable. Unajua cable bwana huwa haziharibiki tu hivi hivi. Ukiona zimeharibika huwa zinaungua kitu kimoja kinaitwa fuse. Kitu kikiungua basi unaweza kukuta na cable haiwaki. Umechomeka kwenye sakiti yake ya umeme lakini haiwaki. Unataka kuchaji simu yako basi unakuta changamoto kama hiyo. Sasa cha kufanya unatakiwa ufungue kwenye hii sehemu ambayo inakuwa ndo unapochomeka kwenye sakiti pale. Sasa hii sehemu ndo huwa kuna fuse ndani yake. Unaweza kusoma maneno pale pameandikwa fused. Maana yake ipo fuse ndani. Japo kuna zingine wameandika fused lakini ukiingia unakuta iko haina fuse. Kwa unachofanya unafungua hiyo hapo sehemu, unaifungua. Ukishaifungua hapo ndo utakuta sehemu hiyo ambayo huwa inakuwa na fuse. Ukishafungua hapo, unafungua kama hivyo unavyoona. Ukishafungua basi unaangalia. Kwa mfano hii hapa wameandika fused lakini haina fuse ndani. Anaangalia mpangilio wa nyaya zake zilivyowekwa, zote ziko sawa. Hakuna waya ambao umekatika wala nini. Lakini nikiweka cable kwenye umeme haiwaki. Sasa ukiona tatizo hapo halipo, basi ujue tatizo lipo kwenye waya ulipoingilia kule. Basi utarudishia hapo kama kawaida, utaparudisha kama palivyokuwa. Alafu utaenda kufungua cable ile kubwa. Kwa sababu tatizo kuna hapo halipo, basi lipo kwenye waya ulipoingilia kwenye hiyo cable kubwa hapo. Basi unafungua cable hiyo hapo kwa haraka hiyo cable kubwa unaifungua. Ili uone tatizo liko wapi katika sehemu hiyo ambayo waya ndipo umeingilia kwenye cable yenyewe. Kisha fungua kama hivyo, unafungua, kisha nati zako zinakuwa sehemu salama zisipotee. Kisha fungua kama hivyo, unaiona cable inakuwa katika muonekano huo hapo. Basi ikishakuwa hapo kama hivyo, unaangalia je, kuna waya ambao umekatika? Unapoangalia hamna. Ila unapoweka uwashe unaona inawaka hapo nzima. Basi ujue tatizo liko hapa. Hapa ndipo kuna tatizo. Kwamba kwa sababu mara nyingi hapa kwa sababu pamefungwa pamepigwa lock ili waya usitingishike. Basi huaga unakatika ndani kwa ndani wenyewe. Kwa hiyo ukikatika unaweza kawasha cable yako lakini haiwaki. Cha kufanya utafungua hapo. Unafungua, ukishafungua tayari utaondoa. Sasa hapo kwa sababu waya huo unakatika ndani kwa ndani kwenye hiyo lock ambapo amepigwa lock hapo, utakachokifanya itabidi ukate huo waya. Kwa sababu huo unakatika ndani kwa ndani. Utaukata, utatafuta mkasi unakata maeneo ya karibu na hapo waya ulipoingilia hapo. Kwa utakata hiyo sehemu. Usikatie karibu sana. Unaona usawa huo hapo unakata. Ukishakata tayari basi hiyo sehemu ambayo umeiacha hapo, hiyo hapo unachomoa hicho kibomba chake cha waya. Hizo nyaya hizo ambazo zimebaki hapo huwa zinakatika ndani kwa ndani kwa sababu ya lock ambayo imepigwa hapo na nati zimefungiwa. Kwa hiyo ukiona umeshaona cable yake inasumbua basi fungua hivyo. Baada ya hapo basi utasosomola kwa lugha ya kienyeji kabisa. Utasosomola hizi nyaya. Alafu mara baada ya hapo utaziunga kwenye ile sehemu ambayo ulikata. Lakini hakikisha waya unaochubua au kwa lugha ya kienyeji kusosomola unafanyaje? Unarudishia kama vile ulivyochukua pale. Na simaanishi kwamba zile nyaya ambazo umezikata umeziacha pale unaziacha mle. Unazichomoa alafu unaziweka hizi hapa upya wewe kama wewe. Mimi hapa natumia njia ya kienyeji kabisa. Kwa hiyo situmii gani wala nini. Nafunga kama kawaida. Kwa hiyo angalia kama hapo unavyofanya. Hizo nyaya ambazo nimeshazichubua zinakuwa ndefu vizuri. Basi naenda kufunga kwa mfumo wa kawaida. Unaona kama hapo. Nitakachokifanya hapo nachukua ule waya ambao ni mweusi. Hapo nataka nianze kufunga waya mweusi kwanza. Kwa hiyo nitautoa waya mweusi kwenye cable pale. Nitauondoa kabisa.
alafu nachukua waya mweusi wa huku ambako nimeuchubua, basi naenda kufunga kwenye kile chuma changu pale. Na ufunga vizuri kabisa, ikiwezekana nika urudishia mara 2 au mara 3, ili nihakikishe kwamba hauwezi kuchomoka. Sasa mara baada ya kufunga hapo, inakuwa tayari. Nitarudishia kichuma kwenye njia yake. Hakikisha unarudisha kama kilivyokuwa kwenye njia yake. Alafu ukimaliza hapo, unakuja ile na njia ya waya mwekundu ambao ni positive. Utakuja hapo utatoa huo waya ambao ulibaki hapo, utauchomoa, unafunga waya huu mwekundu ambao umeuchubua sasa mwenyewe. Unaufunga vizuri kabisa. Kama unaweza kutumia gani na risasi ya kuchomea, unaweza kaamua kutumia hivyo. Unagusa tu, unachoma haraka haraka, tayari. Hapa natumia njia ya kienyeji ili kila mtu aweze kufanya hili jambo. Wenye gani watafunga hapo. Lakini pia una huu waya wa earth wire, ambao hii earth wire inakuwa ni njia moja. Kwa hiyo hii nayo pia utaifunga vile vile. Kwa hiyo utachubua, utafunga hapo. Afu ukishafunga vizuri, unaiweka vizuri na hakikisha kwamba hizi nyaya haziwezi kukutana hapo zilipo. Na kwa zipo katika muonekano huu, inakuwa imeshakaa vizuri. Sasa hapo kabla hujafunga, hebu thibitisha kwanza, je, kebo yangu itawaka? Utafanyaje? Utathibitisha. Kwa hiyo utaenda unachomeka kwenye umeme, alafu unawasha, unaona hii taa yake inawaka. Unaona taa iko vizuri na kwa maana yake kebo yangu ishakuwa iko fresh sasa. Naweza nikaitumia. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi, sina la ziada zaidi ya kuifunga tu hapa haraka haraka. Naifunga hapo, inakuwa tayari kabisa. Kwa mara baada ya hapo, kinachobakia ni kurudishia tu, kwa sababu nimekwisha kufunga na kebo imeshanionyesha kwamba inawaka. Kwa hiyo narudishia tu hii sehemu zote nimesharudishia. Kwa narudishia mfuniko wa juu, narudishia kama ulivyokuwa. Basi nakuwa hakuna mambo mengi tena. Hapo ilichobaki ni kufunga nati zake. Kuziwekea nati zake hapo na kufunga. Basi nakuwa umeshamaliza. Lakini pia unaweza ukaamua kuthibitisha kwa njia nyingine. Kama sio kutumia vipimo vya umeme, basi unaweza kutumia hata mfumo wa kuchajisha tu simu ya kawaida ambao nitakuonyesha hapa. Naweka kebo kwenye umeme, alafu nawasha, alafu nachukua charger. Naweka hii charger hapa. Nikishaweka natafuta simu yangu ilipo, alafu najaribu kwamba je, hii inakubali kuingiza umeme? Naona inachajisha vizuri. Nakuja tundu la pili, najaribisha pia, je, inakubali? Naona iko vizuri. Kwa hiyo najaribisha matundu yote. Nikishakuwa nimeona yako vizuri, basi haina haja. Kuna wakati mwingine unaweza kama umeshaitengeneza lakini matundu mengine yakawa hayafanyi kazi. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo siku nyingine pia tutakuja tulione kwamba ni kwa nini matundu mengine ya kebo huwa hayafanyi kazi. Ufanyeje ili yafanye kazi yote kama mengine yamegoma kufanya kazi. Kwa hiyo endelea kutufuatilia Mtambala TV, basi unakuwa fresh. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0684594816 au 0712653134 au 0655735838. Tupo Kibaigwa, Mzogole. Kwa walioko mbali, tupo nao kupitia WhatsApp namba 0684594816. Mtambala TV tunatoa huduma zifuatazo: kurekebisha cherehani aina zote zilizoharibika, ufundi wa kushona nguo kali za kike, huduma zingine, namna ya kuishi kidigitali kwa habari ya muziki, yaani nyimbo za Kristo na tenzi za rohoni katika masuala ya ibada, pia hata namna ya kuchonga biti mbalimbali. Ndio maana tunasema Mtambala TV ni fikara tamu kwa wote. Wengi wanajivinjari kupitia Mtambala TV online kila siku. Fuatilia Mtambala TV online ili kukusaidia katika masuala ya ufundi na ustadi mbalimbali katika maisha. Tunakujali kwa kila hali.